Ya, shalome, shalome. Tunawasalimu tena katika jina la Bwana Yesu Kristo. Tunashukuru tena neema ya Mungu kwa kutupatia tena siku ya leo kuwa ndani ya TV ya Ndio Gospel. Kwa hiyo tunaendelea na mafundisho yetu ambayo tuko tunafunza katika hizi siku. Tuko tunafunza juu ya Pentekoste na tuko tunafunza suteme yake ambayo inazungumza juu ya nguvu mpya. Na siku ya leo niko nataka tukamate pointi ya tatu ya faida ya mtu ambaye amempokea Roho Mtakatifu. Faida ya tatu ambayo tumetambua, Roho Mtakatifu anatupatia nguvu ya kunena katika lugha. Roho Mtakatifu anatupatia nguvu ya kunena katika lugha. Sasa mtaelewa kitu kimoja, kunena katika lugha ni silaha moja kubwa ambaye Mungu ama Roho Mtakatifu anafanya ndani ya maisha yetu. Ujapokuwa mambo mengine tunaweza kayaona ni ya kawaida, lakini kitu cha kujaa katika kujaa katika roho ama kupata nguvu ya kunena katika lugha, cha kwanza tunatambua kwamba anayenena katika lugha ni mtu ambaye anayejijaza, ni mtu ambaye anayejijaza. Kwa hiyo unaponena kwa lugha unakuwa unajijaza. Utaona katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 4, Biblia inasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyo wajalia kutamka. Mtaelewa wakati walipopanda kile chumba cha juu walikuwa karibuni watu 120, na Biblia inatuambia kwamba Roho Mtakatifu aliposhuka, cha kwanza pamekuwa kitu ambacho kinaitwa tetemeko, na tetemeko ilipokuwa maeneo yale, Biblia inatuambia kwamba wote wakajazwa. Wote wakajazwa. Sasa tunaelewa kwamba Roho Mtakatifu anatupatia ingine faida ya kujazwa, na tunapojazwa tunapokea lugha mpya. Ndio maana hapa panasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine tofauti. Kwa wengine wanazungumza lugha tofauti na zile ambazo walikuwa wanazoea kuzungumza. Kwa wengine msemo, tunapojaa sasa, pana zingine nguvu ambayo tunakuwa tunapewa, pana ingine mamlaka ambayo tunakuwa tunapokea. Sasa utaelewa kitu kikubwa unaposoma hapa ya maneno ya Mungu. Inasema kwamba wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Sasa tutaelewa kwamba Roho Mtakatifu alikuja na kuwajaza wanafunzi, wakaanza kunena lugha za mpya. Sio zile lugha ambayo kuwa nazoea, lakini zilikuwa ni lugha mpya. Tukitaka kuelewa, tutaelewa katika kitabu cha Marko Mtakatifu sura ya 16 mstari wa 17. Biblia inasema hivi: na ishara hizi zikafuatana nao waaminio, na kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Biblia inasema kwamba na ishara hizo zikafuatana na wale walioamini. Hiyo ni ya kwanza. Na wote walipojaa wakapokea pia lugha mpya. Kitabu cha Wakorinto sura ya 14 mstari wa 4. Nataka hapa munisikilize vizuri. Kitabu cha kwanza cha Wakorinto sura ya 14 mstari wa 4 inasema hivi: yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake. Hapa
Paulo anatafsiri mzuri sasa katika kitabu hiki cha Wakorinto. Anasema yeye anayenena katika lugha kwanza anajenga nafsi yake. Kwa hiyo unapopata neema ya kunena katika lugha, elewa kwamba kwanza unajenga nafsi yako, unajijenga, unajivika nguvu, unajivika ingine uwezo, kwa maana anayenena katika lugha ni anayejijenga nafsini mwake. Ndiyo maana naweza kapenda ndugu yangu, silaha hii katika maisha ya wokovu usipuuzie, kwa maana na hii ni faida kubwa ambao kanisa ama bibi harusi wamepoteza. Leo kitu cha kunena katika lugha kinakuwa ni cha kawaida, kinakuwa kinazungumzwa kwa walevi, na kinazungumzwa kwa watu wasiookoka, lakini mtaelewa kwamba wakati Roho Mtakatifu ameshuka, silaha hii ilikuwa ilipewa juu ya kujijaza. Kwa maana mwelewe kwanza vizuri, anayenena katika lugha, shetani hataelewa ni kitu gani ambacho iko nasema. Anayenena katika lugha, shetani hataelewa ni lugha gani ambayo anatumia. Sasa elewa kwamba unapotumia kunena katika lugha ama unapoomba kwa kunena katika lugha, kwanza unajijenga, pili na kile unachosema shetani ataelewa ama atajua. Ndiyo maana naongea pamoja na wewe, nakwambia ndugu yangu, faida hii ya tatu ya kunena katika lugha, usipuuzie. Kwenye maombi yako, unapokamata muda uko namtafuta Mungu, unapokamata muda uko namwita Mungu, uko faragani, silaha hii ni silaha kubwa sana ya kukufanya kwanza unajijenga, pili shetani ataweza kusikia maombi unayokuwa ukiomba. Ndio maana unaposikia msemo wa Paulo, unaposoma sura ya 14 ya Wakorinto wa kwanza mstari wa 18, Biblia inasema hivi, sikiliza vizuri: namshukuru Mungu ya kuwa nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Kwa nini hapa Paulo anajisifu? Kwa nini hapa anasema ninamshukuru Mungu kwa kuwa ninanena kwa lugha kuzidi nyinyi yote? Anatambua maana ya kunena katika lugha kwamba ni silaha kubwa sana unayoitumia, inafungua malango, unayoitumia inafungua kila kilichofungwa chote. Sasa mtu anayenena katika lugha anakuwa anapokea vitu vikubwa. Kwa hiyo nakutakia sasa, ndugu yangu, kwenye maombi yote ambayo utafanya, kwenye muda ambao unajipatia kumkaribia Mungu, patia sehemu kitu cha kunena katika lugha, kwa maana hiyo nayo pia ni faida. Wakati tulipompokea Roho Mtakatifu, nayo pia ni faida ya tatu ambayo tulioipewa kwa kuweza kunena katika lugha. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa maneno haya ya uzima ambao unapenda kuweza tuyazungumuze. Kwa hiyo tunatambua kwamba mtu wote anayenena katika lugha kwanza anajijenga. Tunatambua kwamba kunena kwa lugha ni kazi ya Roho Mtakatifu. Anaweza kutusaidia kwa maombi ya ndani kujijenga kiroho na kuonesha kazi ya Roho Mtakatifu ndani yetu, Bwana. Kwa hiyo utusaidie, wezesha watu wako, wezesha kanisa lako, wezesha, kwa maana nayo pia ni silaha kubwa ya kiroho ambao bibi harusi anapoitumia shetani ataweza ama adui ataweza, katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa kuwa yote Mungu nasikia na mengi utatenda sawa sana mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Kwa hiyo Mungu awabariki sana na mubarikiwe zaidi. Shalom, shalom.